Kuna binti mmoja alikuwa anaitwa Neema. Yaani ushaishuhudia neema ya Bwana moja kwa moja. Yaani huyu binti alikuwa anakuwa chokiwa unstable. Kwenye akili anakuwa chokiwa unstable kama mtu ambaye anajaribu kutafuna kiazi moto. Una vile unafanya. Huyu Neema tulipatana wapi? Huyu Neema tulipatana na Shauri Yako. Shauri Yako ni mtaa wa mabada ambao uko nyuma ya Nyali kwenye unatoka kwa matajiri, unaingia kwa maskini. Unatoka kwa maskini, unaingia kwa matajiri. Sasa pale mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuchoma mifuko. Hii mifuko ya kuweka ice cream. Binti akaja anatafuta kazi, akamba kuna kazi. Kazi ndio hii akaanza. Tuko hapo mimi yeye na wanawake wengi, sababu wale watu ambao walikuwa wanafanya kazi wengi pale walikuwa wanawake. Sasa huyu Neema kabla aje kulikuwa na assist yake mdogo wake, mkubwa wake. Na alikuwa japo alikuwa ameolewa kipindi kile. Lakini unajua kiwa teenager unaona kila kitu kwa macho ya mwanaume. Sasa huyu Neema jinsi ambavyo tulianza kuongea naye pale kazini, alishajua lengo langu. Maana yake toka mwanzoni mimi nilisema na lengo moja hapa. Hapa lazima niwe mchimba kisima. Unajua nasema mchimba kisima kuingia mwenyewe. Sasa lazima nimpangie huyu Neema bila kumtongoza, nimpangie mahali ambapo tutapatana tukiwa mimi na yeye, ndio sasa nimwambie ya kwangu. Tusemezane. Tuongee, tuelewane. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Ouko. Ouko alikuwa anaishi na jamaa mwingine anaitwa Mtu Saba. Ni mwanamuziki mpaka saa hii. Kwa hiyo nikaambia Ouko, alikuwa anaishi huko upande mwingine wa Shauri Yako, nikamwambia sasa mimi na mgeni. Na huyo mgeni siwezi mpeleka pale ndani sababu mimi nilikuwa naishi pale ndani ambapo nilikuwa nafanyia kazi. Siwezi mpeleka pale sababu tuko wengi. Kwa hiyo mimi naomba hifadhi ya japo masaa mangapi? 2 peke yake. Leo lazima niingie kwenye hicho kisima nikakichimbe. Na Neema hajui jinsi ambavyo nimempangia. Baada ya kupangana na huko mimi nikarudi kwa nani? Kwa Neema. Nikamwambia sasa na jamaa rafiki yangu ambaye ana deni langu la shilingi ngapi? 500. Na kwa sababu huyu jamaa amekataa kunilipa, mimi nimemwambia kwamba hizi pesa nilichukua za wife. Akaniuliza, wewe uko na wife wewe kitu gani wewe? Hujafika umri wa kuwa sasa, umri wa kuwa kitu gani? Mimi wewe leo niko na wife na hizo pesa zilikuwa za. Kwa hiyo naomba nirudishe hela, nienderegeshe mwenyewe. Akaniambia kama ni ukweli uko na wife nenda mlete. Sasa ndio napanga Neema sasa. Neema ya Mungu naipanga. Akaniambia basi twende tukachukue hela. Ila lazima uniahidi kwamba lazima unipeleke out. Ni hizo hela zikitoka kuna kitu tunafanyia. Kabla haina tatizo. Ndio hao tukafatana. Kufika pale kwa huko sinikajifanya nabisha mlango. Na mlango ulikuwa kumefungwa. Kujifanya nabisha mlango. Sasa jamaa wangu naye ameenda wapi? Nikasukuma mlango ukafunguka. Mlango ulipofunguka roja ni zile nyumba ni single. Ukishaingia mlangoni umeingia kila mahali, bedroom, hata ina table room, hakuna ni single room Ni single room na iko na kijana single na anajaribu kuingia kwenye kisima. Neema aliposhtukia kwamba hamna mtu akajua kumbe mimi ndio kitoweo na haja kukaangwa. Sitaki mambo yako. Hata kuingia. Mimi nikaenda kumfuata. Hiyo siku nakwambia nilikuwa nimepanga kuchimba kisima niingie mwenyewe, lakini sikupata kisima.
sikupata kuchimba. Na ujue bado nilikuwa nimefia sistake, na sistake alikuwa ameolewa. Ndio akaenda kumpigia sistake ile story. Kamba huyo kijana hata nijuzi alikuwa ananitongoza, yeye hata hana msimamo. Ndio neema. Ndio neema ilizima tu hivyo. Nikabaki kuagiza baada yao kushtukiana kwamba hiyo miaka nakwambia.